Ongea na mtu ambaye anapata gesi za mara kwa mara. Anakuwa anatoka gesi za mdomoni au sehemu ya haja kubwa, lakini kuna mtu ambaye tumbo lake huwa linaunguruma sana. Linaunguruma kupiga kelele, lakini kuna mtu ambaye anapata maumivu makali sana ndani ya tumbo au kuhisi vitu kuchoma choma. Lakini pia huenda ni wewe ambaye una changamoto ya kichefuchefu baada ya kula chakula fulani, unajisikia kichefuchefu sana. Sasa hizi ni baadhi ya dalili ambazo zinaonyesha kwamba una gesi nyingi sana tumboni. Sasa hali ya gesi ni hali ya kawaida tumboni, ambapo gesi huwa inajikusanya mle tumboni au kwenye utumbo na kusababisha usumbufu. Na hizi ndizo sababu ambazo zinaweza zikapelekea wewe kupata hiyo hali. Moja ni kumeza hewa. Hewa unaweza kumeza kutokana na hali ya kula haraka haraka. Kwa hiyo ukajikuta umemeza hewa na kusababisha gesi nyingi tumboni. Lakini kuna matumizi ya baadhi za dawa hizi za kutuliza maumivu zinaweza zikasababisha pia au zikachochea kupata changamoto ya asidi tumboni. Kuna matatizo ya kiafya ambayo mtu anaweza akawa nayo yakamsababishia mtu kupata shida ya gesi, lakini pia msongo wa mawazo ni sababu kubwa pia inaweza kusababishia wewe kuwa na changamoto ya gesi. Na sababu nyingine ni vyakula. Kuna baadhi ya vyakula ambavyo unakula vinachochea uzalishwaji wa gesi nyingi sana tumboni. Mfano vyakula kama dagaa, maharage, viazi hivi vitamu, wengi huwa wakila vinawasababishia gesi nyingi sana tumboni. Sasa gesi huwa inakuwa na madhara pia unapokuwa nayo, inakusumbua kwa muda mrefu. Kama ni mtu ambaye umekuwa kusumbuka na changamoto za gesi za mara kwa mara, hebu nitafute. Mimi nimesaidia watu wengi wenye changamoto hizi na wamepona kabisa. Wengine wanapata shida ya kiungulia kikali, wanahisi koo linauma, wanahisi kiungulia, kwani panawaka moto. Wewe nitafute, mimi nitakusaidia kabisa na utaondokana na hiyo hali bila madhara yoyote.